cha women rep ama umebadilisha, unasema kitu chingine ama you're not vying anymore? I'm vying. I'm still vying for women rep, yeah. I want to represent my people. I'm still in the race. Yeah. So pale 2027 tutarajie jina lako kabisa. Yeah. Sasa ni vizuri Glory utuambie kumekuwa na by election na mkashindwa, I mean in black and white kama United Opposition. You lost. Na mahali kuliwauma sana ama mahali kulionekana kama mliruhusu sana ni Mbere na Malava. What happened? Mbona mlipoteza hivyo viti na mmekuwa mkijichocha one time? Okay, hizo viti tulipoteza. But then unapata in the United Opposition wanafaa wakame up na a youth candidate. We expected a youth. At least in one of the by-elections, we expected a youth. Tulitarajia sana kukua at least na kijana. Ndio tukue na ile psyche ya kutokea. Unataka kutuambia hamkutokea kwa sababu hakukuwa na kijana? Yeah. No need. Hatukutokea kwa sababu hakukuwa na kijana. Alafu pia Mbere kulikuwa na kijana alikuwa nitakuangalia jina lake sasa hivi. Lakini alikuwa na chama kilikuwa kinaitwa Vision something. Vision something. Yeah. He is 28 years old. Lakini pia hata sijui hakuwa hata namba top 5. Unajua pia the political parties are wave. So we expected United Opposition wa pick at least a youth. Not even a Gen Z, a youth. You see, kama wangechukua tu kijana halafu wamkampainie, at least the moral tungetokea kwa wazi. And this is a challenge to United Opposition. I mean United Opposition, by the way. So we expect at least one of us to represent us. Ndio tuweze kukua na hiyo psyche ya kufanya nini? Ya kutokea to support one of us. We are tired of this old generation. I'm not saying old people ni wabaya, but still we need hiyo balancing. At least ingekuwa tu one of the ingekuwa at least in those by elections kijana mmoja tu peke yake angejitokeza. At least tungekuwa na psyche ya kutokea kwa ground. But then vijana hawana fair. Hatuna fair. Sasa tungesoma fair kwenda kuchagua. Mnataka what will change between now and 2027? Ndio mtakuwa na fair 2027. 2027 tutakuwa nayo kwa sababu like for instance mimi niko kwa race. So Gen Z lazima watokee. Yaani tutafuliza. Unataka kusema kwamba vijana hawakutokea kwa sababu hakukuwa na kijana mwenzao alikuwa anachaguliwa katika United Opposition? Yes, hakukuwa na kijana. Lakini even those who were not young people? They were not young people. They were above that 5 years. Yes. Yeah. That's why we didn't go. Hatukutokea. Sasa what will change? Na najua umesema kuna watu kama nyinyi. Lakini kama ni presidential candidate ambayo ndio wao inafanya watu kwa wingi sana watu kutokea. Yeah. I mean kuna watu huenda specifically kuvote for the president, lakini by virtue of kukua lazima achague wengine, anapewa makaratasi yote. Are you sure utatuconvince vijana watatokea 2027? Hata kama tunajua tu already United Opposition wale watu wake pale juu ni wazee. I mean they're old people. I mean the youngest there must be 50 something. We don't have a problem na kiti ya president kwa sababu number one, a president must be 35 years and above. We are okay with that. You are president, we don't have any problem. Candidate ambaye atachaguliwa na United Opposition, we will vote in. Yeah. Now, Kenya nataka kuhimiza United Opposition. Kutoka hapo kwa governor, senator, hapo sasa kwa women rep sana Gen Z. And then the MPs and the MCA, tunataka vijana. Kwa nini najua niliwahi kuuliza hivi last time, lakini kwa nini why are you so enthusiastic lazima vijana waongoze? Kwani what is so unique about young people kuwa wanaongoza? Okay, we have given these people a chance. They have failed us. Why can't we change this time around? Yani Kenyans watujaribu hata sisi tumesoma.
Kwanza yetu ni hii ya kisasa sasa. Unaona vile tunachambua constitution? Tunaichambua mbaya sana. I think wanafaa watupe hii chance. They try us. Sisi tumewajaribu, sasa pia wao watujaribu. Yeah, and I want to nataka united opposition. Nataka kuwapea challenge. If they want to win this election, and I know we are going to win, let them give us a chance. Acha watupe chance this time round. Hata kama governor atakuja akiwa kijana, let them support him. Lakini kwa president hatuguzi united opposition, hatuguzi president kwa sababu sisi we are less than that 5 years. Okay, yeah. Yeah, so hapo hatuwezi ngangania sana, and then the president tuko sawa hapo kwa president. Hey, sasa umesema vijana hawakutokea kwa election. Yeah, hawakutokea. Na unajua kwamba hadi wakati huu wengi pia hawajaregister as voters. Yeah, hawajaregister. What's going on? Mko sure pia, are they serious? Young people. You know there is a problem. IEBC wanangojea massive registration uko mwisho. Sasa hii nikuulize. Naweza toa fare yangu ya 100 niende kwa kituo nikavote na sina chakula kwa nyumba. They waiting for mass registration. Na hiyo mass registration wanafaa waanze at least mapema. Wafikie vijana kwenye wako. Hatuwezi toa, we don't have jobs. Tutatoa wapi 100 ya kwenda 100 ya kurudi for registration? That's the problem. Sasa kama kuna pesa watu na how about, so uko sure watu uko mwisho watajiandikisha? Is that what you're counting on? Yeah. Na wasipojiandikisha hawawezi kosa kujiandikisha kwa sababu hatuwezi tokea tu kelele tu hivyo bure. We are going to surprise you people. Gazeti juzi ilikuwa inasema vijana wanapenda maandamano, hawapendi kuvote. And it's an established fact. By the way, they had done a very good tabulation wakilinganisha na 2022. Yeah. Vijana wanapenda sana kupiga siasa, mikutano ya siasa, demonstrations watakuwa, lakini kupanga laini kuvote, that's where they draw the line. I understand. Nini kitabadilika 2027? Okay, as I've said earlier, IEBC wanafaa wacheze kama wao. Si lazima wangoje the mwisho. We should start now. At least hizo registrations, hizo stations zikuwe karibu. Unajua vijana, I understand them. These people, I am a youth. I understand. Hata mimi in my position now, okay, me obvious I'm trying, najaribu kuwa push. But then mtu anakuambia, sisi bana, nataka kukuchagua sana. Lakini acha ningoje mwisho wakikuja huko kwa ground. Kwa nini IEBC wakuje kwa ground? Wanafaa wakuje kwa ground mapema kwa sababu mimi siwezi toa hiyo pesa yote. 200. Unangoja mwisho. Hiyo 200 bana ni it is a patriotic duty. Hii kitu ni sapa, breakfast. Njaa siku moja haiwezi kuua mwende. Lakini hatuna kazi. Ndio nasema 200 siku moja haitakai hapo. Yeah. That's why they are waiting mwisho. Wanangojea mwisho. Tumejipanga. I promise. Really? Yeah. Tutakuwa tu hapa mwisho tukiangalia hayo maneno because I think kulingana na constitution at 3 months before the election lazima hayo maneno yakuwe yamekamilika ya kuandikisha new voters. Na kama Kenye Okiya Omtata anapendekeza, it should actually be 6 months. Yeah, 6 months before, so that means we only have next year, the whole of next year peke yake. Na maybe we still have time. Okay. Yeah. If you say so. Yeah. Sasa ni ruhusu niulize. Kulingana na vile IEBC ilifanya mambo pale Marava, kule Mbere and other places, tuliona watu wakiuliwa Kasipul. Una imani na IEBC vile inafanya mambo? You know, IEBC, it's a constitutional requirement. And I want them to follow the constitution. Kwa sababu if they don't follow the constitution, we are going back to the streets. We will go back to the street because hatuwezi jitolea kuondoa bad governance. Alafu IEBC wajaribu kama wanataka kutucheza. Sisi vijana tumesoma na tunajua kuanalyze vizuri sana. Wanafaa wajue hivyo.
So they better be free and fair as indicated in the constitution. Kwani uliona makosa gani? Okay, najua kuna hiyo tuliona it was in black and white, but wewe kama mwana siasa uliona ni yapi ambayo we cannot condone this? Okay, IBC, okay, let me say they tried to be a bit fair, but the government ndio ijaribu kukaa ni kama wana manipulate kitu kama hiyo, but what I think, even hii system inajiita system, they better not try us. Sisi tumenyamaza tu hivi, tumetulia, hata sisi tunachora. Hizo si alarms za violence? Hapana, hiyo si violence. Hata sisi United Opposition tunachora. Mnachora na mulipitwa katikati yenu. The reason I'm saying this is because kwa muda walikuwa wameanza kulament, wanaona the government inafanya mambo ambayo ni against the law. Kule Malava walikuwa wanapeana mattresses. I mean, uliona women rep wa huko? She was giving mattresses, imeandikwa GOK. Sijui kama hizo ndio utoko kitupea ukikuwa women rep utatuambia baadaye. Lakini she was giving mattresses na slices mbili za bread na soda. Uliona mbele watu walikuwa wanapewa madharo na sweetie. Sukuma wiki na sweetie. Sasa jamani, tetesi jana zilikuwa wakati IBC ilikuwa na mkutano. There was so much voter bribery ilikuwa kwa ground. Yeah, true. Sasa kama nyinyi mko mnajua all that na you did nothing. So are you convincing us, ama are you convincing mwenye anapenda United Opposition pale kwamba kuna kitu mtafanya 2027? Okay, hapo kwa serikali iko na rai, ilifanya vizuri kusaidia raia. Hata mimi ningekula vizuri sana. Hata hiyo pesa ningepewa, ningefanya kampeni zangu nayo. So raia wako na hapa. And congratulations to them. Walitumia pesa vizuri. And I know na kupewa mkate. Most of them voted against. I'm very sure. Hawezi kuwa sure kwa sababu the results is saying otherwise. Manipulation. Sasa ndio najaribu kuinsist hapo kwa United Opposition. Tutashika vijana, vijana we are 70% of the population of Kenya. So if they target youth, I am telling you, vijana, unajua kijana anaweza convince mama yake. Yes, siku hizi mzazi anakuambia kijana yangu wewe umesoma, nataka uniambie tutaenda aje. Unaona? Mimi nikiambia mkoro wangu, mama, this is the right path. Sasa wanatusikia. We still have that voice and we are sharp upstairs. So me, I want to challenge the United Opposition. Kwanza mimi si wanipatie tu ticket. Waone kama hatutatokea. Wanipatie tu. Unajua the problem is vijana hatuna pesa. You see this expensive politics ndio inatucost. Kwa sababu sisi vijana uweze niambia nitaitisha 1 million ya kwenda by election kama venye walikuwa wanaitisha. Kuna venye United Opposition walikuwa wanaitisha like wanatafuta wale strong. You see? Sasa sisi vijana unaona kwanza tunge at least ya Narok we won. By the way we won ya Narok, okay? Ni kwa sababu vijana walikuwa involved. Narok for real vijana walikuwa involved. Hata huyu mjukuu wa Maumau, Mapinda, aspirant MCA hapa Flamingo. He was there. So I was happy kuona hiyo vijana wako involved hapo kwa Narok. Hata ukuona Rigiji hakuwa sana Narok. So hapo vijana waliingia. Na watu wakaona aya. United Opposition kumbe kuna vijana strong. So this is the challenge yenye tunafaa the ndio solution ambayo tutatumia 2027. Let us be part of it. That's what we are asking. Si tuko na numbers. We are proud to have numbers. But then hiyo namba yetu hatuwezi enda kuwaste. We cannot waste our numbers na tuko represented. Hauwezi sema mko na numbers ambazo ni unregistered kwa sababu nimeona leo gazeti ilikuwa inasema kule Nyanza wako na 1.5 million
vijana hawajajiandikisha. Sasa huko ni Nyanza, sijui hapa Nakuru how many hawajajiandikisha. Maybe it's in terms of hundreds of thousands na places zingine. Lakini hata kabla tufike hapo ama tuzungumze hayo, allow me to just ask. Umesema watu wakule pesa. Na nakumbuka tena ukiwa hapa last time ulisema ado mariebia sioka inyo ile ai. That's what you said. Bado msimamo ni huo. Hata mimi nikipewa nitakula. Unajua sina pesa ya kampeni. Nikipewa nachukua naenda na natoa posters zangu. Tunasonga. Watupe tu pesa. Ni yetu. Pesa ni yetu tukule. Sababu inafanya niulize hivyo ni kwa sababu kule mbele watu walipewa pesa. Na I was talking to a friend of mine, alikuwa ananiambia hapo pesa mtu anapata unaweza nunua kamori. Kamori is no, kahuko is very cheap. Kamori is something worth about 15,000. Kamori is like a small cow, the female one, the small that cow you can raise and unaweza ikamua in the near future. Okay. Kashau is very small. Kamori is bigger kidogo. It's bigger than kashau. Yes. Sasa hao watu walipata pesa. I think they felt guilt or something. They voted Wamuthede. They didn't feel guilty. What happened? Because Wamuthede won. Usijui kama uliona jana, I had someone from the DCP party alikuwa ananiambia walikuwa walipata intelligence kwamba watu walikuwa wanaingia na simu, unaingia booth ya kuvote, unatik Wamuthede, unapiga picha, ulikuwa umepewa dhao ukiingia, ukitoka ukionyeshana umepiga unapewa dhao nyingine. Sasa hiyo ndio shida sasa IEBC muingilie hapo. Why allow them? Sasa hiyo pesa unasema watu wakule, si ndio hiyo wanakula Hapana, hii pesa. Kwanza vijana ndio wanataka pesa sana. Vijana wa Mbere, by the way, I'm happy for them, walichukua hata wa set up biashara, tuache kuhangaika. Wako sawa, wachukue hiyo. Umesema ni Gachagua ama Kamori. Kamori, at least I'm happy for them. At least tupungue kidogo. Wako na stress ya pesa. Lakini sasa kitu wenye inanisumbua ni why tell them wachukue picha? Why? Sinataka constitutional requirements. It's not a kwanza, it's actually against the law. It's against the law kuingia na simu. So we should sue them. Why allow voters uwapigishe picha? It's not, unaona constitution, unaona IEBC hapo ndo walikosea. Even this government is corrupt. Hata Wakenya waliona. Nikiingia na simu yangu kwa kabudha hapa, unajua but at the end of the day simu ni yangu nini. Lakini simu zifai. Hata mimi nikiwezaulizwa ni waache they are disturbing our voters na kuwapea stress. Kwa nini uwaambie wengine na simu unawauzia uoga? What if walikula wakakosa kupiga nini? What will happen? Si watauliwa? Kuna wanasiasa saa hii wanakuambia mimi nitakupea dhao uingie upige picha. Usipo mwingine juzi 2022 hapa na Kuristo Ward. Wanapewa 500 wanaambiwa piga, alafu ukitoka 500 nyingine utapata. Alafu usipopiga ni vita. They are risking our lives. So hii kitu imoi happen tena. Hii kitu ime happen. This government is corrupt. Na sasa sometimes unajua ni vizuri kukuwa realistic. Tutaweza kuavoid hizi mambo 2027. So that's the problem. Even if tunataka kula hii pesa sana, hiyo IEBC wanafaa. Sasa kama mimi niambie umenipea dhao nikiingia, uniambie nipige tu picha hivi nikitoka tena niko na dhao nyingine. Why not? I mean why not? Utapiga. Utapiga, but then sasa hiyo ndio itafanya tukue na bad leadership. Hiyo sasa ndio itatukost na itatukula milele. Tukifanya hiyo mistake, hata IEBC mbona wasiseme hata simu zisiingie? It's not a must simu ziingie to avoid hii mambo yote. Kama watatupea pesa ati ndio tupige picha, acha basi ikae. Unajua the reason I'm asking that is because kuna watu wamekuwa kizungumza social media wanasema kama hivi ndio vitu zinafanywa, why should I actually even vote? Kama serikali ishajua ni so and so ndio atawin, kwa nini nipange line nikose kwenda job, nikose kwenda hustle? Serikali haijui mwenye atawin. We are the voice. Sisi ndio tuna determine mwenye atawin. What we'll do, ikifika mahali ati tunaambiwa tupige picha kwa sababu ya 500, hatuwezi kule 500 for 5 years. That's what we should do. Kama saa hii 1000 haina value. It doesn't have value.
Unaona, wanaweza kuwa wamesema wameangusha bei ya unga, wameangusha bei ya fertilizer, but then ukiwa na 1500 haina value. Heri wakati wa uhuru unga ilikuwa 500 and we can afford. You know? We can afford. Lakini saa hii wanatuambia unga ni 100, hata ikifika 50 na raia hana hiyo 50, what's for? Lakini kama uchumi iko sawa, hata uambiwe unga ni 700, you can afford. So hii serikali sasa hii serikali naona umechoka, umesema ni umeonyeshana kama umechoka sana. Umechoka. Are you sure United Opposition itaweza kujisimamisha na kutoa hii serikali? Okay, United Opposition wakishikana, especially tuko na candidates wawili wa presidential candidates. We have Matiang'i and we have Kalonzo. I think wakicheza kadi zao vizuri, wapatie Kalonzo. Atatoa huyu jamaa asubuhi. You see, Your Excellency, Kalonzo Musyoka, huyu jamaa hana madoa kwa kisiasa. Unaona, number 1, wa Kenya hawajajua hawana scandal yake at hand. He's a leader, not a politician. Kalonzo Musyoka is a leader, not a politician. Wakati watachukua huyo kama flag bearer, sisi vijana tutakuwa speechless, tutatokea, kwa sababu huyu jamaa tujasikia. Tunataka mtu msafi. Sasa tunataka mtu msafi, si siasa mingi hao wengine walete pesa. Kasongo akileta pesa tutakula. Alete tu pesa tukule, lakini tunataka sasa kiongozi. Na akisema mpige picha pale kwa booth, tupige picha ya 500, hata hiyo zao, hata hiyo 5000, hata aseme, hata akienda sana atupe 2k. Tuta change mind. Hatuwezi kula 2000 hiyo miaka yote 5. We can't. Hiyo zao hata saa hii watupe, na vile hii uchumi ni mbaya. Hatuwezi kaa nayo mpaka jioni. Itaisha. So this time round we have to play safe na to work smart. Na wanasiasa. Yeah, we should elect a leader like Kalonzo. Yeah. Why Kalonzo? I mean, umesema hana madoa, lakini I mean, other than kukosa madoa, you know, he has worked with a performing government ya Kibaki. You remember? Yeah, he was a vice president. He was a vice president. Na mtembea na mwizi, ni mwizi. So, lakini si wakamba kule wanasema Kalonzo amekuwa serikalini hajatoboa hata kisima cha maji. Unajua Kalonzo is a public figure. So watu kama governor ndio wanafaa wapushi zingine. Si ati hajafanya, au wenye wanampiga kina Alfred Mutua ni project. Ni project ya serikali wanakula. So that's why wanatem jina yake, kwa sababu wanakula kwa serikali. Sasa wachana na wao. Kalonzo kumekuwa kisemekana ni watermelon. Hapana, we know rahisi sana kubadilishwa, yani he can be changed, anaweza badilishwa atoke upande huu aingie upande huu. Ataingia serikalini. Kalonzo is not a watermelon. Tulishaambiwa the real watermelon. We know the real watermelon. Kalonzo is not a watermelon. Kalonzo is a leader. Na acha nikwambie, wa Kenya wana fail kuchagua viongozi, wanaenda kwa wanasiasa. Hata ukisikiza speech ya Kalonzo vizuri, Kalonzo anapeana manifesto. Si hata si matusi. Manifesto gani ama kusema tu? Unaona hata one time it's part of it, kwa sababu hiyo ndio narrative sasa hii ni one time. Hata watu times walikuja na yao. So our narrative is one time. Yeah, our narrative is one time. Lakini hiyo si haitusaidii kitu. Inasaidia kwa sababu hata nyinyi mnaona vile kunaenda. Lakini hata ukiingia na usibadilishe kitu, si tutabakia tu pale glory. Hapana. Si nimekwambia amefanya kazi na Kibaki. Kibaki is the best president so far, si ndio? Si tujaribu huyu. Tuone, kwa sababu alikuwa karibu hapo. Anaweza change. Wewe unaona kwa mkutano zake Ruto akileta promotion. Kama juzi tumekuwa Bondo. Yeah, ile siku ya 100 cows. Tulipeleka ng'ombe
mzito sana. I am telling you, Kisumu kulikuwa fiti. Yaani unapata watu wamejaa hivi. Ulisikia tear gas? Si kwa sababu anamtaka aje upande wake. Hapana. Ulisikia tear gas? Aya, twende kwa raia. Raia walicomply vizuri sana. Kisumu hakuna mawe zilirushwa. Raia wa Kisumu hawakurusha mawe hata moja. Lakini Kalonzo amekuwa upande wao for 15 years? Yes. Huyo jamaa you can rely on is Kalonzo ni mtu you can rely, ni mtu is a friend. He has proved to be a friend for those 15 years kwa Raila Odinga, the late Raila Odinga. Nani anaweza simama na wewe for 15 years, a sacrifice kiti yake kwa sababu yako? That's what he will do to Kenyans. Kalonzo has a heart. Akona roho of common mwananchi. So me I think united opposition mcheze tu safe. Na Matiang'i is a leader too. You can deputize him. Si mtu akifua sana. Okay, tunataka pia mtu akifua kidogo. But wacha akue for now. Wacha akue deputy ndo next time. Unataka mtu akifua? Kuna venye kifua inasaidia. Tukue na watu wakifua pia kina Rigiji wakiwa hapo tuko safe. Unaona? Tutaweza lakini president akiwa mpole. Akiwa tu kazi yake ni kucheza, kutengeneza nchi. Wengine hata wakipiga kelele tuko sawa. Like Rigiji, kina Matiang'i, kina Eugene Wamalo. Tuko na team, tuko na Natembea. Yeah, tumejipanga. Kuna lineup ilikuwa imekuwa sijui kama uliona, ilikuwa ya Kalonzo na George Natembea as the deputy na Fred Matiang'i as the prime minister. Pia uliona? Niliona. Ilikuwa inazunguka sana mitandaoni na katika nyumba za media houses na pia kwa gazeti. Yeah, you see Luya has numbers. So as for kwa hivyo nyinyi Gen Z, hata mkisijita Gen Z bado maneno ya regions bado itakuwa a very central point in the 2027 general election. Yes, sisi Kenya nimesema earlier, sisi hatuna shida na president na vice wake. Okay. Yeah, we want a leader. Hapo juu tushajipanga. Huku chini ndio shida sasa. Hapo kwa governor, senator tutawatimua kivumbi. Yes. Na wasipotupea ticket, I'm telling you, united opposition wasipotupea ticket, tutaform yetu Gen Z political party. Na tutaiweka hapo united opposition by fire by force. Na united opposition ikikataa kuwapea ticket alafu huku kwingine mkaribishwe vizuri kwa 2 term. Kwa 2 term hatuwezi enda. Lakini mimi najua watakaa vizuri. Tutawakaisha chini. Unajua united opposition au viongozi wetu au flag bearers au wazito wetu wanatusikianga. They listen. Especially Kalonzo listens to the youths. Unaweza mpigia simu achukue. You can call him for a meeting. Yani anapenda hata Rigiji. By the way, funny thing, Rigiji and Kalonzo Musyoka, they listens to the youths. Tunaweza waita na wakae chini watusikize. So tutawaita tu wakaishe chini. Tuambie sasa sisi vijana tunataka share yetu. We need our share. Haya, tumekuwa tukiona vita kule kwa united opposition kule Nairobi. Rigiji I think just a Sunday away akasema Nairobi ni ya DCP, akasema tumekubaliana na Kalonzo. Kalonzo akienda Ukambani hakusema in black and white, lakini alisema bila kusema hiyo maneno hatujakubaliana. And then Rigiji akaonekana kama amechange tune na hiyo maneno ikabadilika. Hii maneno ya nyinyi kukubali, hata hapa Nakuru najua sasa kuna watu wako Wiper, watakuwa Wiper. Kama mimi niko Wiper. Uko Wiper? Niko Wiper. Okay. Yeah. Kuna watu watakuja na DCP? Yeah, Jubilee. Yeah. Jubilee bado iko united opposition. Jubilee, Wiper, DCP and nigani nyingine? PLP maybe. DP ya Muturi. We have we have another one, DAP Eugene Omaro. DAPK na PLP ya Martha Karua. Yeah, sure, yeah. Sasa mtaweza kufikia ultimatum ya kukubaliana kwamba sasa hapa Nakuru ni tumeangalia vitu tukaona Grao yako juu, kwa hivyo asimame kama candidate wa united. Yeah, that's what ama itakuwa ni wa PLP wa nini mkutane pamoja pale Debeni, alafu maybe wa UD apite katikati yenu. How are you going to make that? Na tumeona viongozi wakisema kama Nairobi ya DCP. Pia hiyo inafaa kwa hivyo? Hapana.
Okay, what I would advise them as a Gen Z, wanafaa waingie ground, waulize raia kama vile watafanya hiyo presidential nini kwa mchujo. Tuende kwa mchujo. We see the strong candidate. Unajua hakuna haja tugawe hizi kura. We don't want bad leadership again. Wale wa kusema yes kwa nini warudi. Yeah. Alafu we need fresh minds. Waangalie vizuri waone so Nakuru tukipea Glory, tukipea Mwende, hawa vijana tutawapea sababu ya kutokea. Tena akona ground. Anajituma, mimi najituma sana. So mimi wakiniaminia tumemaliza hii ya women rep. Tuende governor. Wakuje waone pia wanaangalia pia mtu yangi hivi kwanza, wasiangalie pesa. Unaona? Usikuje ground waangalie huyu anaweza tupea milioni 10 ndio tumpe ticket. Unaona? Hiyo kitu wakiingisha hiyo kitu itakuwa vibaya sana. Mimi what I'm requesting waingie ground. Waseme who is strong. Ndio tusigawe kura, we come up with one. Yeah. Tukae tu chini kwa bargaining table. Yeah, waseme governor tutakuwa sawa. Hakuna vita, misunderstandings ziko. Hata UDA. Politics kuna misunderstanding nini they have solved them. Yeah. Unajua ukiwa na ground, hakuna venye unaweza hata mkikaa chini inaweza kuwa na ground na sina pesa na kuna mwingine ako na milioni 10 na ana ground. Sasa hizo vitu mbili ndio wanafaa wa consider. Lakini pesa si itakuletea ground tu automatically. Pesa hapana. Siasa ya saa hii. Unaweza kuwa na pesa na una hii. Lakini uko na watu wamekuzunguka ambao wako nayo. Ndio maana sisi vijana tunaachwa nyuma kwa sababu tuko na akili na hatuna pesa. Si watupe hiyo pesa, akili tu apply. Watu support. Si lazima tutoe 10 million hapo ya kununua ticket. No. It should not be like that. Yeah. So wewe maono yako ni waangalie nani yako na ground. Yeah. Waende tu kwa ground. Waangalie huyu anajituma aje. Unajua watu wako na pesa wamekaa tu. Pesa yangu itanitetea. Sasa mimi mwenye nimeumia kwa ground, nitafanya aje? Naenda najitetea huko karibu nilie nikiomba hizi kura. Alafu naambiwa ticket imeenda. That's not easy. Hapana, haifai hivyo. Haifai. Aya, sasa tuseme United Opposition imevunjika. Niliona juzi pia kumekuwa na another third imekuwa ikitrend tu social media. Inasemekana kutakuwa na William Ruto na Kithure Kindiki kama competitors. Tena kutakuwa na bwana Kalonzo Musyoka na George Natembeya, another set of competitors. Pia kutakuwa na anaitwa wa Jubilee, Fred Matiang'i na Dede Nyoro kama the third force. Alafu of course kuna other forces kama akina the former Chief Justice David Maraga na watu wengine. Sasa kukikuwa na another third force ama United Opposition ikivunjika, wataweza kusimama? United Opposition haiwezi vunjika vile wanafanya. According to me, they are trying to play smart. Unajua huwezi onyesha serikali saa hii who your favorite candidate is. It's still early. For security purpose, wanacheza na minds. Ni mind game. Hakuna venye tutakubali kugawa hizi kura. We have to come up with a strong candidate. And we will. Is it not automatic? It's either Kalonzo or Matiang'i? Obvious, it's Kalonzo or Matiang'i, but high possibility it is Kalonzo. Kalonzo has experience in this field. He's a leader. Matiang'i is a good leader too, but akikuwa kwa United Opposition pia itakuwa sawa kwa sababu ni mtu ameperform hii sector ya education, nini. Yeah. But as for me, I would go for Kalonzo. Nataka tufunge hiyo chapter kuangalia hizo siasa za other places ndo tukuja hapa Nakuru. Lakini tuliona mbele competition ilikuwa hivi very close. Malava pia hivi ilikuwa about less than 2000 votes difference. Yeah, difference ya 2000. Mushindi na mshindwa. Coincidence 2000 alafu yeah, unaona kule ilikuwa about 2000, hata iko sidhani ilikuwa imefika 2000. Mbele ilikuwa 400 and something, 496 kama siko sahihi. Kuonyeshana UDA bado iko na mizizi mulima. I mean almost 50%. Kuonyeshana UDA iko na a lot of say western
almost 50% ama tuseme 45%. UDA ikipata hiyo percentage kwa general election ya 2027, sio garantia wao kushinda? Hiyo hakuna mizizi hapo. Hiyo ni pesa ilimwagwa. Hiyo ni pesa ilimwagwa kwa ground. UDA haina mizizi mlima haiwezi nunua. Unajua saa hii kupeleka Ruto mlima sasa ni kama kupeleka pork huko kwa msikiti kuwauzia huko. It doesn't make sense. For the ground hiyo ni pesa ilitumika. Kama venye imeenda picha. Unajua watu wengi tukiondoa hiyo story ya picha na IBC pia tukue strict. Ikuwe free and fair. Nakwambia tunachapa hii kitu asubuhi. Asubuhi mapema ikikuwa free and fair yenye tunafaa kukaa chini. Yani they should IBC waongeleshe. Ikuwe tu free and fair. Juu hii kitu inaweza end up vibaya. Mpaka kwa street. It will be tough. Ukiendelea kuapply hizi vitu, unajua kunyamaza yetu ama nini imaanishi we are weak. We are still planning. Hata sisi tuko na mikakati yetu. So they better be follow the constitution. IBC wasitusumbue haki. Wa follow tu constitution. Hivyo tu if they kama wanataka tu kuende vizuri. Yeah. They should follow. So nataka kusema UDA haina mizizi mlima. Hakuna hiyo kura haikuwa reflection ya support. Hiyo by election watu walikuwa njaa na mimi siwezi walaumu. Hata mimi nikipewa hiyo pesa ningekula, lakini hiyo story ya picha, unajua mostly unajua raia wanauziwa uoga. Hata mimi napenda maisha yangu. Huwezi niambia nipige picha nisipopiga na venye kuli happen huko. Upoteze maisha yako. So ni ile raia waache kuuziwa uoga. Kama lazima utuzie uoga, usitupe hiyo 1000 juu hata itusaidii. Na sisi tunauziwa uoga aje na venye saa hii uchumi imekuwa corruption nini. So tunafaa tu focus. Tuachane na hiyo 1000, tuwezi kula 5 years. Yeah. Okay. Na kule Western imekuwa about ground kutoka 2012 nadhani. No, I mean 2017 sana. Ikakuwa battleground wakati wa Uhuru na Ruto na pia 2022 na UDA kashinda some seats. I mean tuseme tu ni Moses Wetangula lakini ni kwa Kenya Kwanza ikashinda some seats. Juu ya Mudavadi na so is it still a battleground 2027 ama imeshaenda opposition? Unajua Western kuna venye wako divided. Western community they don't somehow wameonyesha kwa siasa zao they don't speak in one voice and I hope Natembea ata unite watu wake kwa sababu it seems to be the kingpin for now. Na unaona kwa united opposition. So tukicheza tu safe na Natembea kwa sababu wako na voice sahi unaona vile sahi kina Mudavadi Weta they hawana influence sahi. The kingpin is Natembea. Ashikanisha tu watu wake vizuri kwa sababu unaona Western kuna numbers. Yeah, it's number 2 of the after Kikuyu. Western number 2. So wakicheza tu vizuri safe na hizo kura zao tutakuwa mbele sana. Okay. Kuna numbers hiyo. Najua maybe just as by the way tukichana na hiyo story kuna kiti kilikuwa kule Kisa East. Mbunge mmoja hatutataja katika kikao hiki akapewa pesa akaenda upange campaign akakula. They lost the seat. Did you notice that? Uliona hiyo story? Yeah, they lost the seat. Yeah. DCP kashinda. DCP kashinda. Does it show ni pesa ilikuwa inafanya washinde ama kwa sababu unaona DCP ilikuwa na hapo kulikuwa na mobilization mzuri. Okay. Hapo yeah. All right. Aya, sasa nataka tuje hapa Nakuru. So najua uliwahi tutajia lakini ni vizuri tu nikupe dakika 2 utuambie. Sasa pale pametajwa na IBC tumepata another women representative wa Nakuru County Gori Mwende Mutembei. Wakazi wa Nakuru watarajie nini? Wakazi wa Nakuru watarajie change. Mimi nitapeleka hadi miswada. Mimi ni MP wa county. So kuna miswada ambayo hijaipelekwa na women rep mwingine hapa Nakuru. Mimi mtaniona kwa media nikipiga kelele kama vile napiga hivi, mimi nitapiga kelele vibaya sana. Mimi nitakuwa vibrant. Kwa sababu hata miswada ambayo yenyewe nitapitisha ya mimi yangu oversight yangu ni kama executive. Yeah?
So mimi na push mpaka ya president. Akiregea pia niko na right ya unaona? Mimi si deal hata na county, misoda yangu sana sana ita deal na nita oversight mpaka kwa executive. So ukipewa pesa kwa choo hautachukua Glory? Hapana. Okay, unajua utakunywa maji. Kuna kadao utakunywa maji, lakini consider pia watu wako. Unaona? Tukae tu vizuri sisi wote. So lazima uchukue pesa kidogo ya pale chooni. Siwezi chukua kidogo. Unajua sasa mshahara yangu iko. Nitapewa mshahara na nitapewa bado ya kudumia raia. I'll stick to Kenya menituma. So Kalonzo amekuwa pale president, anataka kupitisha SHA ingine, anaita wabunge pale chooni, wanapewa mtu 500,000. Hatutakuona hapo? Hatujamjua kama hatujajua Kalonzo kama hivyo. That's why I'm supporting him. So hakuna venye atatuita pale nini, na hata yeye anataka kuchange. Hata yeye anataka kuwe 2 term. Hataki ifike mahali hata yeye ambiwe 1 term. So I know he's a smart person. Atacheza vizuri. Okay. Haya, sasa umesema kwamba you will bring watu watarajie change. Kwani what change yenye hatujakuwa nayo kwa wakati huu? Kuna wewe ushasikia women rep amepeleka bill. Wetu. Women rep wetu ashaipeleka bill yoyote. Unajua kwa muda mrefu na siku anamjua, nilibidi ni Google some days back nimjue sura. So, unaona hata kwa media unapata kwa mstari wa nyuma hata si mstari. Okay, unaweza kuwa kwa media hata uko mstari umetulia. Lakini maybe anafanya kazi kwa ground. Wewe umeenda ground just ground. Umesema haumjui hata wewe. Yeah, but nimekuwa Nyandarua for some time. And you are a well known politician. You are like and you don't know him. Unatarajiaje raia wengine wamjue? Maybe anawahudumia kule mtaani, sijui. Unajua mimi nikiwa hapa nimekuwa Nyandarua kwa muda, nimekuja hapa sijakaa sana. Sasa naweza kuwa sijamjua jamani Glory. Wewe kama humjui basi inamaanisha hata wengine ni ngumu wamjue. Wewe unajua wote, mbona hujui huyu? Mimi nataka watu watanijua na si kelele tu. Kelele iko, lazima nipige kelele pale mbele, lakini pia kwa ground na okay, nataka kukurepresent hawa vijana. Vijana wa mama na walemavu. Walemavu pia wametupwa. Sijaiona walemavu hata groups. Kuna hizi groups. Unaona hizi groups hizi. Saidia tu PWDs, vijana na wamama. Just help them kwa sababu hiyo pesa ni yao. Bedhi kuna kitu nilikuwa naona pale Nyandarua wana mipango sana ya kusaidia watu walemavu. They have a very whole department very active ya kusaidia walemavu. Sijui kama hapa Nakuru iko under the women representative. Nakuru ni mimi nitaleta. Juu hakuna. Na I think this is in second term. Yeah. Na hakuna kitu ime happen, hata wametupwa. They can testify. Wametupwa nje vijana pia. Hizi pesa, unaona hizi pesa? Hizi pesa zimekuja kusaidia hao vijana wa mama na PWDs. Si hata kama utawaregister groups, mimi I'm going to register groups. Vijana hawezi afford kwa social services hata hizo 5,000 hawana. Si ni 1,000 ama ilipanda? I think it's around 5,000 hiyo process yote. I have a CBO now, it cost like inacheza tu hapo 5,000. So just register a few. I will register the groups yenye ita favor PWDs, women na youth. Sana youths ndio unapata sometimes hata hiyo dhau ya kuregister hata ka group kadogo hawana. So at least I will do nitawaregister na pia niwapeleke through incubation process kwa sababu huwezi wapea pesa na hawayuko ujui wamespecialize kwa sekta gani. Kama for instance hao walemavu kuna kazi ambayo hawezi fanya na kuna kazi watafanya. But kama hao if you set a business for them, unaona kwa kaduka yakao hapo yani you are changing their lives. Huwezi ambia mlemavu aende shamba akalime pana, but you can set at least a business for them kupitia hiyo pesa. Hiyo pesa ni yao watu. Yeah. Sasa kuna swali nimekuwa nikijiuliza na nadhani tuliwahi kuliguzia. Hapa Nakuru we have a lot of street children. A lot. Yaani ukisisemi hapa ni kama Nairobi lakini ukiangalia Nakuru na other cities hata kama ni Kisumu ama hata Mombasa utaona hapa we are doing very bad. Hata juzi I interact with them.
Yeah, I interact with them sana. Unapata hawa watoto they need empowerment. Na hiyo ndo kazi ya women rep sasa. Unaona kama these ladies, kuna wasichana ambao wamepata watoto huko kwa street. Unakuta mtoto ako hapo, mama hana sanitary towels. Mtoto hata diaper. Hiyo ni kazi ya mama. Unaona hiyo aibu. Tunafaa tunafunika hiyo aibu kwa wasichana wetu na watoto wetu. You don't just, yani unapewa kitu tu kabisa unaenda unakaa tu. Na inafanyika kwa sababu najua kuna nilitembea shule, sitataja hapa shule fulani, nikapata wako na sanitary pads zimejaa nyumba kama hii. It's full of sanitary pads. Zimetoka wapi? Women rep. Lakini kuna watu kabisa hapa mtaani you can really tell huyu msichana anaumia. What exactly ni disconnect kuna kuwa nayo katikati ya nyinyi mkishaingia uongozini ama what exactly happens? Okay, unajua unafaa kama mimi kuna venye nikienda every sub county na target ma representatives. Unaona? Wanakuja wanakuambia area yako kuna shida gani? Yes, siwezi weza kujua 11 sub county na hiyo 55 wards. Jumia I'll be going even kwa grassroots level. Lakini kuwa na viongozi ambao unaamini. Nikiambia jamaa nichunguzie huko kama Nakuru East kuna shida gani? Nakuru East by the way ndio iko mostly affected. Nakuru East sub county na ndio iko na population, I think iko na population kubwa. So unakuta hakuna hiyo coordination, ana coordination mzuri. Kwa sababu kama kuna coordination mzuri, hauwezi enda town unakuta wasichana na watoto, mtoto ana hata pampers, hata live alone mtoto pia mama kana. So street children. Unajua kuna watoto wanapata kama Nakuru East nisha notice unapata kuna mtoto wa 14 years akona mtoto. Huyu mtoto wa 14 years atatoa wapi pesa ya pad, live alone diaper. You know, you see? Sasa kazi ya women rep ni kuficha tuaibu kama uto. Una distribute hizo pads, una distribute hata pampers, you know. Hata apart from that unasetia mtoto kama huyu hata kwa biashara ama hata si biashara, mtoto wa 14 years hajafika 18 years. Unajua women rep kuna scholarships, even bursary. Women rep kuna bursary, lakini Nakuru sisi tujui. Mimi sijaisikia women rep anapeana bursary na scholarship. Ngumu sana. Sasa after that huyo mtoto wa 14 years si umpeleke shule. Tuko na bursary. Coordinate hata coordinate na MP wengine hata fanya kosi ya kushona nguo jamani. Thank you. Kama maybe unajua kimasomo anaweza kuwa alipotelea mahali tu mahali. Lakini Sherehani ni yako nyiita. True. Yeah. So hiyo ndio kitu tumekosa kama Nakuru, na mimi ndio nataka niaminiwe hii kitu nita deliver. So kiwai shinda ikiti kanoge gashinda gitigi kiwaye gwika uguo miario kino no tukamithakaga tugacoka tugakiuga ni worire na ni wakire nyumba Karen nikuo wikaraga riu na riu ndukionekaga na Ikuru. Just in case I'm just holding you accountable that we'll be playing this and reminding people that you said you will be doing it but you don't. You know I need ikiti I have to deliver because mimi ni mtu najiona mbali sana in this political life. Mimi naweza enda hata president. Yes. Naweza kuwa Martha Karua, I am ready. So mimi nikiingia I'll make sure nimecheza vizuri ndio wanipe 2 term. Hata 3 term wanipe. After hapo ni push, hata naweza fika governor nikiwa mdogo hivi. According to venye nita deliver. So may I have a heart for common wananchi. Pia mimi nimepitia shida. Mimi nimepitia shida sana. Ya mimi nimepitia shida na siwezi kubali kusahau kwenye nimetoka pia. Yeah. Siwezi sahau. Aya, sasa niruhusu niulize tu hili. Tumeona sana kuna barabara tule ambayo inatengenezwa kutoka Nairobi, Nakuru, Rironi. Rironi, Nakuru, Mau Summit kama sikosei. Hiyo barabara ikijengwa hamtasema 2 term? Inasemekana itajengwa in the next 2 years, so by 2027 itakuwa tayari. I don't know. You know corruption. Kama corruption itaisha, it is possible. Lakini hamuna imani kabisa, yani glory hamna imani kabisa na ile serikali inasema. Serikali imezoea unajua, acha nikwambie serikali iko na mdomo tamu. Acha nikwambie.
inajua kutwist watu akili sana. Hii serikali yani inaweza fanya tusahau vitu walitupromise wakuja na zingine, yani tu mafuta tu. But as long as corruption iko hapo, hata hiyo pesa watakula. Hutaki tuende Singapore? Bado. Mtu mwenye anatupeleka Singapore na Canaan ndio tunataka 2027. Huyo bado haja prove kitu. Yeah. Na passion ile ako nayo ya ako na passion, unajua kila mtu ako na talent yake. So talent yake ni sweet words. Hiyo tusha identify. You know, sahi hatutaki kuongea mingi. Don't promise us. Tufanyie. Just do. Acha kutupromise mingi. Nitafanya ile mpaka una mention barabara zenye hakuna. Sisi barabara yako na huku na I exist. What for? Why lie? Sasa si hata mlembo na kuru mtakuwa na another city pale Elbagon. Yaani wewe hutaki hii maneno ya Singapore. Sisi hatutaki kuambiwa, tufanyie basi. Okay, anza. Unaona kila mahali nimetenga vijana kama saa hii mjengo pia ni connection. Kwa double housing. Kazi mtani ilianza. People registered. Lakini hakuna. Haikuanza. Si walisema wametenga, hiyo mitengo ikaenda wapi? Corruption. Na pesa za nyota. Watu wako na pesa, si watu wako na pesa za nyota. Mimi sijasikia we have 11 sub counties. Sijasikia Kikuyuni sijasikia Bahati, sijasikia Nakuru East, sijasikia Nakuru West, sijasikia Naivasha, sijasikia Njoro, even Molo, sijasikia zimefika. Sina marafiki ambaye amepata hiyo. Ama marafiki zako wako na pesa hawahitaji pesa za nyota. Glory. Sasa marafiki zangu na ni Gen Z vijana, sasa sisi tutatoa wapi? Kuna Gen Z wako na pesa, unajua anafanya maneno ya forex. Gen Z unajua si forex. Gen Z wako na akili, kuna wenye by the way kuna ambao wanajituma sana online, kuna online jobs, writings. Yes. Yeah, kuna wale lakini pia hatuwezi toshea wote hapo. Vijana ni wengi. So unasikia ni 70% of the population. I think vijana wanafaa kuwa sana tuondoe hizi mapombe nini. Tunakunywa pombe wanatulaumu. Uliona there's a report ilikuwa inasema ati 1500 youths walikuwa turned away kwa sababu ya kutumia dawa za kulevya. Watatumia kwa napunguza stress. By these people are passing through depression. Mimi nimekaa na wao hivi mpaka wanavuta bangi, naona tu nikiwaangalia hivi mpaka I like nakaa ni kama nataka ku shed tears. Hawa vijana hawana opportunity. Unaenda mjei unasikia huku kuna wenyewe. Vijana mambo isonge, hakuna capital ya kuanza biashara. Hawana support from politicians wenye walipea. Ndio maana unasikia sisi tumechoka na hao kwenda kutokea by election, ndio maana nakwambia tu kutokea. Tumechoka kwa sababu they are repeating the same mistake. Hiyo 200 walitupea. Ndio bado wana expect tunakula. We don't have our representative. Sasa hata 2027 watatokea kufanya nini kama hawatakuwa na mtu? Sasa au vijana wame lose hope, ndio tunasema wata vote. Kwa sababu hope itatoka pide. Hope ni sisi vijana aspirants. Okay. Aspirants wenye watajitokeza kama vijana, sisi ndio hope yao. Unaona? They have to go asema lazima niende nichague ule msichana. Tunaweza saidika. Unaona? Lakini hawezi tokea tena kuchagua mtu. Sisemi mtu wa 50 years, 40 years huko MP nini ni mbaya. Kuna wenye bado wako na akili na manifesto mzuri. Lakini pia tunafaa hata sisi tukue na representatives wetu. Okay. Yeah. Sasa Jemo J-Boy anasema nikuulize, ask Glory how she's going to handle the GAF money and what are her priorities on the fund. Tukimalizia. GAF. Okay, GAF hii sasa hawa will manage kuna hizi groups. Watu wataregister. Nitaregister. Actually hata nitajitolea mimi. Nitatenga pesa ambazo nitaregister sana vijana hawana na PWDs, even women. Naweza waregister kadhaa hivi ambazo nitakuwa nawapeleka through incubation process. Kama vijana, mtu anasema mimi napenda nini farming. Mwingine biashara. So you specialize na kenye unapenda. Hiyo pesa nikikupea
Si utaweza kustart a business na ujisaidie. Tupunguze umaskini kidogo na tuempower vijana pia, wamama, PWDs. Yeah. Kuna pesa nitatenga za registration hiyo. Okay. I hope nimejibu vizuri. Nadhani Jim amepokea hiyo jibu. Let me see if there is anyone else ameingia hapa tumalizie. Moses Mirori anasema I'm watching, she is a vibe, thank you very much. Paul Mwangi mtumishi anasema asalimia huyo madam sana, ako sawa. The future is Gen Z, the future is the young people. Okay, asante. Benson anasema good morning, ninafuatilia show, salimia huyo madam sana. Muulize sisi wenye huvote sisi wenye huvote women rep mwenye tunaona mrembo kwa karatasi. Okay, nini type zake I think but I think anasema kuna watu wanachagua mtu unaona kiti ya women rep ule mweupe, kiti ya women rep wanachagua ule mwenye ameweza kwa wote rangi ya dhao, wanaenda I understand him. So really? Yeah, nimeelewa hiyo question yake. Ameongea mambo mengi lakini nadhani si hata wewe unajui women rep unaenda tu hata senator na women rep ni kama picha tu. Sasa raundi hii mimi nitakwambia tu kweli 2022 siku anakaa Nakuru but I vote in Nakuru. I mean in Subukia. Sasa wakati nilienda nikauliza mam huku sasa aje mambo? Tukamwambia tunavotea so and so sana sana tunasemanga kitia MP kumnavotea nani na MCA na president of course USC ninajua ni nani. Ni really sana do we talk about the senator and the women representative. Sasa kwa laini ndio unaulizanga kuna wanaume wengine unasikia na no radhuru unasikia watu wamesema ulia muthaka ni weturasha. So tunaingia pale tunaangalia nani mrembo. Kama wewe mrembo wako ni mweupe ama black beauty ama chocolate mwenye alijipaka makeup before pigo picha na IBC chwa unaweka alafu mambo inasonga. Mimi nataka kuchange hiyo narrative ya mnachagua women rep kama picha. Hiyo ndio inafanya inatu cost. In as much as hata beauty is there but still beauty with brains. So umesema ati but I'm happy vile umesema ati kuna women hapa nafaa kufunika donisho nini you know si aacha watu waaibike. So kazi yake si kupeana masufuria na nini? Sufuria hapana, hiyo ni overdo. Sasa unajua watakuja na hizo sufuria lakini pia sufuria sasa unanipea sufuria nipike na chemshia watoto mawe. Hiyo si kazi ya women. Kuna women representative niona na mahali anasaidia wanawake wanatengeneza groups za outside catering and they're doing very well. Yes, those are the key things. Groups. Yani women rep anafaa deal na groups kufunika hiyo uchi ya wasichana, ya wamama, unaona? Yani tusianikwe. Dakayane bosho. Ni bosho ni shiado. Time yetu imeisha Glory. Nataka useme maneno yako ya mwisho na kama kuna kitu ulikuwa unataka kutaja na hujataja tafadhali taja. Yes. Okay, mimi nataka kuongelesha raia wa Nakuru, niwaambie mimi nawapenda sana. And despite me being young, tusiangalie miaka. Let's akili. Hata tuchague mtu mwenye ako na manifesto mzuri na anapenda Nakuru at large. Pia sisi nataka kuhimiza wazazi ambao wanaona kama vijana tunaweza wafail. Niwaambie hatuwezi wafail kwa sababu mmetusomesha, tumesoma, tuko na makaratasi. Tushikilieni tu. Si mmetulea. Juu mmetulea, tupeni chance pia. Twende tu practice hiyo masomo ambayo mlitupea. Alafu kuna watu wanaweza niambia sijui ningeanza MCA. Unajua kuna wakati mtu anaweza kuambia ningeanza MCA apart from hii ni kitu kubwa sana. You know, so mimi nikiwa form 4 I had a dream of becoming a woman rep and I was specific. I was specific of being a woman representative. Ni deal na wamama, vijana na PWDs. Na mimi ni kijana, hii kiti hata kama ni woman rep ina deal bado na hawa vijana. So what I would like to urge you wazazi wetu, tushikilieni tu vijana. Tuache hizi pombe. Unajua mmoja akinusurika tumesaidia vijana wengi. Na pia nyinyi wazazi
Hamkuenda maternity kutupata alafu muone tunakunywa pombe ama nini. I know it hurts you guys wa mama. Tupeni chance. Just give us chance. Tukue tu busy. Unajua sasa mimi nikisaidika, nimesaidia vijana kadhaa, nimesaidia hata nyinyi wazazi, wazee mtaona kwenye pesa yenu imeenda kwa sababu mmetusomesha. Hamwezi struggle venye mna struggle kutusomesha, na tukitaka hizi uongozi hamtupatii. Try us. Good. Asanteni. Thank you. Yeah. Thank you so much. Hapa Facebook naona kuna Steve Stimunga anasema just waiting for 2027 kura ni ya Glory. Sami Moraya the senator anasema tuned not too long, not too young to lead. Yeah. Blessed Ray anasema tuned in. Kandara Gasharage asante sana, umekuwa pale mtambo wa Facebook. So thank you very much for coming. Na ukifika ground salimia watu sana. Nitawasalimia. Asante. Ora ligishokirie gatho ni tonda utara nani kumurashigeria thina shara na thukinya riu thaa ithatu ikina ndagika ithano. Na director ni anajira ntugina thina kanini ka mitambo o ndagika nini tugikiria kurikia na utuka kuri mutambo wa Facebook tuma o wega atawega gishokirie gatho cia mwanya ige mthenya wa rucio tugithii na beno ko tukirunga maundu maingi megi gicokia bahati na to uguo tu ona niki tukorwo tugia kamishi muthenya wa rucio utinde wega utinde wi murathi werita kwa Nikki Mwangi.